Jimbo tukasa Gilgali pa baraka. 17, 21, 11 mpaka 17. Isome mwalimu chacha. Biblia inasema, tuombe kwanza. Baba mwema, jina lako litukuzwe. Nena nasi katika semina hii tuweze kuzielewa pendo lako na kweli zako, kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Karibu. Kitabu cha Isaya. Ndio. Sura ya 21. Ndio. Fungu la 11. Ndio. Biblia inasema, ufunuo juu ya duma. Ufunuo juu ya duma. Mtu ananililia toka Seiri. Mtu ananililia toka Seiri. Halo? Ufunuo juu ya nini? Hebu ninaomba nitakapofika au ngoja tu. Mtu ananililia toka Seiri. Ufunuo juu ya duma. Naomba neno duma pigia nini? Mstari. Maana Biblia ni ya kwako. Ufunuo juu ya duma, mtu ananililia toka Seiri. Neno Seiri pigia nini? Mstari. Twende tena. Mlinzi. Mlinzi. Habari gani za usiku? Anauliza, kilio kinasikika, anauliza mlinzi, habari gani za usiku? Mlinzi. Ndio. Habari gani za usiku? Sawa. Mlinzi akasema, ndio. Mchana unakuja na usiku pia. Mlinzi anaulizwa, yeye anajibu, anasema mchana unakuja na usiku pia. Vyote vinakuja. Ukitaka kuuliza ulizeni. Mlinzi anawaambia duma na Seiri, anawaambia mkitaka kuuliza tena njoni mfanyaje? Muulize. Njoni tena. Sawa. Sura ya fungu la 13. Sawa. Ufunuo juu ya Arabani. Nini? Arabuni. Ufunuo juu ya nani? Arabuni. Arabuni. Ndani ya msitu wa Arabuni. Naomba Arabuni underline tena. Pigia mstari. Ndani ya msitu wa Arabuni mtalala. Sawa. Enyi misafara ya Wadedani. Wadedani, naomba Dedani pia uiandaraini. Pigia mstari. Waleteni wenye kiu maji. Waleteni wenye kiu maji. Enyi wenyeji wa nchi ya Tema. Enyi wenyeji wa nchi ya Tema. Tema pigia nini? Mstari. Nendeni kuwalaki wakimbiao na chakula chao. Nendeni mkawalaki wakimbiao na chakula chao. Wana maji, wana chakula, wamekibeba, wanakimbia. Nendeni kuwalaki, mwapokee. Enyi wana wa Dedani, enyi wana wa Tema, mwapokee hawa watu. Nenda nayo. Kwa maana wanakimbia mbele ya panga. Wanakimbia mbele ya upanga. Upanga uliofutwa na upinde uliopindwa. Na mbele ya ukali wa vita. Sawa, twende. 16. Kwa sababu Bwana ameniambia hivi, katika muda wa mwaka, kama miaka ya mtu mwenye kuajiliwa, utaangamia utukufu wote wa Kedari. Utaangamia utukufu wa Kedari. Kedari pigia nini? Mstari. Halo? Na mabaki ya hesabu ya wavuta pinde, hao mashujaa wa Kedari, watakuwa wachache, maana Bwana Mungu wa Israeli amenena neno hili. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tulia, tuanze kutafuta. Hapo kuna duma, na duma yuko Seiri, na Seiri anasema wazi kwamba analia, anapiga kelele. Kelele anayouliza, anauliza mlinzi, mlinzi tuambie habari gani za usiku? Mlinzi anasema mchana umekwenda, usiku unakaribia. Mkitaka kuuliza tena ulizeni. Alafu chini tena anashuka kilio kutoka nani tena? Misitu ya Arabuni. Unaona tena Arabuni anatajwa, alafu anaenda tena anatajwa Dedani. Ni kilio tu cha hawa watu. Anapotoka Dedani tena anakwenda tena anawataja watu wa Tema. Anapotoka Tema tena anawataja, anakwenda anamtaja Kedari. Anasema baada ya muda mchache utawala wa Kedari nao utaangamia, watabaki wachache sana, maana yake utafutika. Sasa hebu tu angalie, duma ni nani? Tema ni nani? Kedari ni nani? Seiri ni nani? Hebu twende kitabu cha Mwanzo sura ya 25 aya ya
Hebu tuone hayo majina yanatoka wapi na ni wana wa nani na ni kina nani wanaotajwa katika unabii wa Isaya, kwamba baada ya muda wanaambiwa wawalaki watu wanaokimbia na chakula chao ili waweze kuponywa kwenye njaa yao. Alafu inatajwa baada ya kuwalaki wale watu, utawala utakaosalia wa Kedari wa wavuta pinde utapotea na watabaki wachache. Ni kina nani hao? Nena na wewe. Mwanzo 25:12. Tembea na. Hivi ndivyo vizazi vya Ishmaeli mwana wa Ibrahim, ambaye Ajili Misri mjakazi wa Sara alimzalia Ibrahimu. Sawa. Hayo ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Sawa. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Nebayothi. Wa kwanza ni Nebayothi na Kedari. Aha, kumbe Kedari anayetajwa kwamba utawala wake uliokuwa umekorea wavuta pinde utaangamia. Na ukitaka uelewe, ukisoma Mwanzo 21 aya ya 19-20 utakuta kwamba inasema kwamba wakati Hajiri amempa mtoto maji, mtoto akakuwa, Mungu akawa naye na akawa hodari katika kuvuta nini? Pinde. Kwa hiyo kumbe unatajwa ni uzao wa Ishmaeli ambao umetoka ulilowea pande za Arabia katika Parani, na anasema kwamba licha ya kwamba wataongezeka bado wanahitaji tabibu ili waelewe time, waelewe muda, waelewe ukweli wa sasa, waelewe ukweli wa mambo, the truth of matter. Twende na wewe na Abdiheli na Mibsam na Mishma na Duma. Halo, tumeona kwamba pale Seiri anasema kilio toka Seiri, ufunuo juu ya nani? Ya Duma. Duma yuko pande za wapi? Seiri. Kumbe Duma na yeye ni mtoto wa nani? Wa Ishmaeli, waliozaliwa kaskazini mwa jangwa la Parani, yani kaskazini magharibi mwa Arabia ya sasa. Nenda na wewe na Duma na Masa na Adadi na Tema. Halo, mlisikia pale Tema amefanyaje? Ametajwa na hapa yupo. Kumbe Tema ni watoto wote wa nani? Wa Ishmaeli. Lakini pale kuna Dedani. Dedani ni nani? Halo, Dedani ni nani? Mwanzo sura ya 25 aya ya kwanza hadi ya 3, chapter 25 aya ya kwanza hadi ya 3. Tuone Dedani ni nani? Unataja familia ya nani hapa? Dedani ni nani? Biblia inasema, tuambie mwalimu. Ibrahimu alioa mke mwingine jina lake akiitwa Ketura. Alioa mke mwingine. Akamzalia Zimrani na Yokshan na Medani na Midiani. Na Midiani ni mtoto wa Ibrahimu kwa Ketura na Ishbaka na Sua. Yokshan akamzaa Sheba na Dedani. Kumbe Dedani ni mjukuu wa Ibrahimu kwa Yokshan, ambao hawa wanazaliwa toka kwa Ketura. Nao ukisoma Mwanzo 25 wanazaliwa nyumbani kwa Ibrahim. Lakini Mwanzo 25 aya ya 4 na ya 5, hususan aya ya 5 inasema, hebu soma hiyo. Ibrahim aliwaondoa mstari wa 5 kitabu cha Mwanzo 25. Ndio. Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo. Lakini wana wa Sulia aliokuwa nao Ibrahimu, Ibrahimu akawapa zawadi, naye akawaondoa katika mahali alipokaa Isaka mwanawe. Wakati wa uhai wake waende pande za mashariki mpaka nchi ya Kedamu. Wakaondoka akawaondoa wote, wakielekea pande za wapi? Kedamu, mashariki. Ukisoma katika historia kina Midiani kina nani, na ukasoma kwenye ramani utawaona wanaapia mashariki huko ni sehemu gani? Unaona wanashukia pande za Arabia. Halo, na ndio
Arabia nitawapa hapa, mtaziona kwenye ramani nitakapofika. Kwa hiyo hawa wanaambaambaa, lakini hebu tuone, lakini je, Seiri ni ya wana wa Ishmaeli? Ni ya wana wa Ishmaeli au Seiri ni ya kina nani? Na walikaa kina nani? Halo? Na ni Mwanzo 14:6. Hebu tuone Seiri ni kina nani walikaa pale? Seiri kina nani walikaa pale? Chap. Mwanzo 14:6. Ndio. Biblia inasema maneno haya. Ndio mwalimu. Na Wahori katika mlima wao Seiri mpaka El-Parani iliyo karibu na jangwa. 7. Wahori. Kumbe Seiri mwanzo ilikuwa ni nchi ya Wahori, na kwa sababu Seiri ni nchi ya Wahori na Wahori walikaa pale, Wahori walikuwa hawamchi Mungu, na Wahori walikuwa ni waabudu masanamu, Wahori walikuwa ni waasi, Wahori walikuwa ni wapagani waliokataa kuwa na Mungu mioyoni mwao. Kwa hiyo Wahori hawakuwa na sifa yoyote ya kuwapaswa wahesabike kama wacha nini? Wacha Mungu. Kwa hiyo Mungu aliwaondoa Wahori, na ukitaka uelewe vizuri, ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 2 aya ya 12, Mungu aliwanyang'anya nchi hiyo Wahori, akawapa wana wa Esau, kwa sababu Esau anasimama kama mtu ambaye aliuza haki yake ya mzao wa kwanza. Tulisikia vizuri Pastor Maningina akiifundisha vizuri, lakini Esau ninampenda pia kwa sababu hakutaka kuondoka kizembe, aling'ang'ania mibaraka, akamwambia baba, usiniache hivi hivi, nibariki tu. Haleluya! Hivyo hata kama ni wa mwisho, nibariki. Sikiliza, hata kama umepoteza vipi, usikubali kuondoka mikono mitupu. Dr. Sajiki hapa amefundisha vitu vingi. Hata kama ulikosea, anza. Haleluya! Esau akang'ang'ania baraka na hatimaye akapewa urithi. Urithi aliyopewa ni upi? Unasema na Wahori nao walikuwa wakikaa Seiri hapo kale, lakini wana wa Esau waliwafuata, wakawaangamiza mbele yao, wakakaa badala yao, kama alivyofanya Israeli, nchi ya miliki yake aliyopewa na nani? Na Bwana. Kumbe Seiri ilikuwa ni ya Wahori, lakini kwa sababu Wahori walimwacha Mungu na walikuwa watu waliojaa machukizo mbele za Mungu, Mungu aliwafuta. Kwa hiyo Esau akaenda akapewa nini? Nchi. Na Wahori walikuwa ni wale majitu wenye jamii za Wanefili, ni makubwa, lakini Esau licha ya nini, alipewa uwezo wa kuwaondoa. Na hawa walikuwa wanafanya ibada za kuchinja watu, wanatoa makafara, na Mungu wao mkubwa waliokuwa wanamwabudu walikuwa anawakilishwa kwa sura ya ndege aina ya falcon. Mnamfahamu falcon? Wanamwita ni nani? Kipanga. Kandaziwa kule wanamwita kipanga. Kanaganda kakishuka, spidi yake kanabeba windo. Sasa spidi ya miungu yao walimfananisha na falcon. Kwa hiyo waliamini kwamba spidi ya falcon ni spidi ya utendaji wa Mungu wao. Kwa hiyo waliamini kwamba kwa Mungu wao kuna kila kitu. Walionywa, wakakataa. Mungu akaamua kuwaondoa, akawapa nchi. Wana Himbo tukasa Gilgali, ipabaraka